Hii si hadithi tu, bali ni maisha yenye uhalisia ndani yake. Kama ni mara yako ya kwanza kunisikiliza, kwanza subscribe chaneli yangu, kisha weka notification ili uendelee kupata vitu vizuri kutoka kwangu. Jina langu ni Thomas Musiba, na hiki ninachokwenda kusimulia sio hadithi ya kubuni, ni mambo niliyoyapitia mwenyewe, na mpaka leo kuna maswali sina majibu yake. Ilikuwa ni mwaka 2022, nikiishi pembezoni mwa jiji, eneo tulivu sana. Usiku ukifika, utasikia upepo tu na mbwa wa mbali wakibweka. Siku hiyo ilikuwa saa 7 usiku. Nilikuwa nimelala usingizi mzito. Ghafla nikasikia sauti ikiniita jina langu, Thomas. Nilishtuka, nilifungua macho. Chumba kilikuwa kimya, giza likiwa zito sana. Nikajipa moyo, nikasema labda ni ndoto. Nikageuka upande wa pili, lakini kabla sijafumba macho, Thomas Musiba. Safari hii sauti ilikuwa karibu zaidi. Ilikuwa nzito na ya kiume, lakini haikuwa sauti ya mtu niliyemjua. Moyo wangu kaanza kudunda kwa nguvu. Nikakaa kitandani, nikawasha simu. Ilikuwa saa 7:14 usiku. Ndipo nikagundua jambo la ajabu. Mlango wa chumba changu ulikuwa wazi kidogo. Nilijua wazi, kabla ya kulala nilifunga. Nilitaka kusimama nikaangalie, lakini mwili haukunisikiliza kabisa. Miguu ilikuwa mizito, mikono ilitetemeka. Ndipo nikasikia sauti za miguu polepole zikitoka sebuleni zikija upande wa chumba changu. Hatua hizo hazikutoa sauti ya viatu, zilikuwa kama mtu anatembea kwa miguu mitupu juu ya sakafu baridi. Kila hatua ilivyozidi kukaribia, ndivyo baridi kali ilivyozidi kuingia chumbani. Nilijaribu kusema ni nani, lakini sauti haikutoka kabisa. Hatua zikasimama mlangoni, kimya kikatawala. Sekunde chache baadaye, Usigeuke. hiyo ni sauti iliyosikika. Hapo ndipo nilijua kile kilichokuwa nje ya mlango wangu hakikuwa binadamu wa kawaida. Nilifunga macho kwa nguvu, moyo ukipiga kama unataka kutoka. Baada ya muda ambao ulionekana kama saa nzima, nikasikia mlango ukifungwa polepole. Asubuhi ilipofika, nilifungua mlango kwa hofu kubwa, lakini nilichokiona nje ya chumba changu ndicho kilichonifanya nianze safari ya hofu ambayo mpaka leo bado haijaisha. Je, unadhani ni kitu gani nilichokutana nacho nje ya chumba changu? Usikose sehemu ya pili ya mwendelezo wa kisa hichi. Pia kama ni mara yako ya kwanza, kumbuka tu kusubscribe chaneli yangu. Msimuliaji wako ni mimi Tomiki 255.